Sikia. Unafanya hivi. Na tuambia Jabo. Hello, hello. Hello, sir. Oh, how are you? Fine, thank you. Good to see you. Good to see you too. Karibu sana kwa Parodi wa TV. Ni wega muno and nimeshukuru. Yes. So, anaitwa Nancy. Anaitwa Grishon. Unajua nilikuja singeweza kuwasalimia, ilibidi nifunzwe kuwafanya hivi maana nilikuwa nimeketi hapa natamani kuwasalimia lakini siwezi. So nikaambiwa nikifanya hivi niko sawa. Huyu ni sign language interpreter. Tutakuwa na yeye safari hii maana hatuwezi, walikuja interview last week but one. Sign language interpreter akatupostpone, ikabidi huyu arudi na kurudi, hatungeweza kuongea na yeye. Imagine uko na mtu hapa kwa studio huwezi ongea na yeye. So we have Ruth today with us. Na yeye ndiye anawaelezea chochote chenye tunasema, and the reason as to why she's on camera ndio pale watu wanakaa wao kutazama na kuelewa. Yes. So as I said in the morning and yesterday nilisema tuna mgeni anaitwa Mr. Simon Kabu. He's known kote duniani, sio Kenya peke yake, kote duniani. Na ningetaka kwanza asalimie mtazamaji wa Parodi wa TV kupitia ile kamera. Yes. Jabo. Yes, the Kabus. Nyewo. Anakuli doge guga. Kama mnamnya the Kabus. Yes. Nijeta kwa Simon Kabu. Jalie Gikuyu kana Githweri kana Kifaraja. Okay. Jabo, mimi naitwa Simon Kabu kutoka Bonfire Adventures. Media chairman na CEO. Wow, that's good. So, as I said, hata ukiangalia Facebook kwa page yangu ya Parodi wa TV, tulitaja Simon. Imagine kwa ile heshima na kuanga nayo. Tukamtaja tu. Mimi hapa nikifanya show yangu nikamtaja, nikasema as I listed zile vitu watu wamejitolea. Okay. Nikasema kitu chenye sioni ni honeymoon. Na sasa unajua ni watu wengi sana wangetaka kusponsor hapa, lakini nikajua si wengi wanaweza kumbuka story ya honeymoon. That is your part actually. Yes, it is my part. Sasa nikataja kwa ufupi sana nikasema si Simon Kabu niitiwe kwa sababu najua kuna watu wanakufuata sana na kuna watu mnajuana. Nikasema niitiwe Simon Kabu and surprisingly you responded the same day. I don't know how, kama ulisikia ama ni mtu alikuambia ama what happened. You know niliambia na mtu wako UK. Ako East London. Ndio aliniambia ulitafutwa na Parodi wala okay negoe kumamu hizo amele. Oh, you know me? Yes. What do you mean? Haya gekuforaga na ninyo na YouTube cia kugole. No acha ni goragwo tu. You see, information is power. So it means that I follow many people and I listen to a lot of information. That's why I'm able to know what is happening and to even to enjoy the content online. Yes. So I follow you. Okay, that's so nice. Mr. Simon Kabu, now that you're here, this is the couple I was talking about. Nancy and Grishon. Nancy na Grishon. Yes. Sawa. Si umeona nani Grishon hakufunga macho? Hapana, alikuwa ametafuta. Shockingly, walipatana Facebook. Hata mimi najua mwambie nilipata bibi yangu Facebook. What do you mean? Yes, tulipatana na Sara Facebook. Sara Kabu? Yes. Ngoja, ulikuwa unatafuta nini Facebook? Sasa si unajua mimi nataka siku moja, si nitasema tu preview. Ile inaitwa trailer. Uniita siku moja tuongee juu ya hiyo issue. So mulipatana Facebook. Tulipatana na Facebook. My God, yani inafanyanga kazi hivyo? Hata ni watu wengi sana. Okay, what happened? Kulikuwa that time hakukuwa na WhatsApp. Kulikuwa na kitu inaitangwa Google groups. Tulikuwa tulikuwa tunaongea kila kitu juu ya dating, jobs, kila kitu. So hapo ndio sasa yani ilikuwa group kubwa. So watu wakauliza kwa nini hatuwezi enda team building? Tukaambiwa nani atajitolea? Mimi nikajitolea, Sara akajitolea na watu wengine kadhaa. Tukaorganize hiyo group
group ikaenda hapo. Sitaki kumalizia, nataka hiyo watu uniite tena nikuje niongee juu hiyo story yote. Hapo ndio tupatana na Sara. Watu wote wa Facebook nyuma ya tent. Yes. We have to discuss something. We need to show them technology is working. Wacha hivyo. Wacha nikwambie Farodhi, unaona bonfire saa hii. Kuna watu wengi sana wamekutana through bonfire. Wame quote na wameoana na bonfire babies. Hata bonfire babies maybe wakiweka wanaweza jaa Kasarani. Yes. Bonfire babies. Wow. So watu wote hawajuani because tunakuanga na kitu tunaitanga group joining. Kama watu wanaenda Mara, wewe sasa maybe umekuja peke yako, umetoka pahali umetoka like France ama wherever umetoka, yeye ametoka pahali pengine ama ako huku. Mkienda safari, mkirudi mko per person sharing. Ulienda ukiwa single, unarudi ukiwa per person sharing. So we normally have single packages. No, okay, yes, we normally have single packages, but what happens, we have packages that for everyone. Okay. So tuna join a group. So tuna join a group. So kwa hiyo for the vehicle part, kulala watu watalala separate, but for the vehicle part watu tuna so mkifika, si basi mkienda kabla mfike Masai Mara ama mfike na SGR Mombasa, si mtakuwa mmeulizana wewe unaitwa nani? Unapenda nini? Mkirudi mko per person sharing. Wow, that's so nice. So Grishon na Nancy walikutana huko wakapendana na kijana hakuwa na uwezo. Bishop akaona ni vizuri ani request kwa sababu anajua nasaidianga watu kupitia group yangu ya Farodhi Wadhayo TV. Nikaenda nikapatana na wao na nikaona wako serious, wakapanga kupatana na wazazi na kila kitu imemalizika. So we are now planning their wedding. So watu wamejitolea zaidi sana hapa. So wakati nilimention, I didn't know that you will respond kwa sababu hatujuani, but when I was told that you have responded kwa simu yetu, nikasema I want to meet this guy because we have never met. Yes. Actually wamefanya nikutane na wewe. Wow. I used to wonder how nitakufikia aje. Unajua huwezi patikana kwa ofisi. Unaingia hii unaenda kwa branch hiyo nyingine. Yes. I know, but they have made me meet you. Now they are here. Najua huwezi ongea na wao direct. Anasema thank you kwa kufanya wao mkutane, wanasema thank you. Wow, inaambia hivyo. By the way hivyo ndio inasema. Ndio hivyo, yes. Honored. Ningetaka kuambia kitu wote wawili. Hata kama hawana hiyo uwezo, si wao peke yao, hata mtu akona uwezo. Hizi maneno za harusi, kuna vitu kwa maisha zinakuanga za community. Ni mara ngapi hata mimi nimechanga rurashio, nimechanga harusi na watu wako na uwezo. So wasione kama ni mbaya. Hiyo kitu inakuanga ya community because uko na marafiki wale wanaweza saidiana. Tunafilingi vizuri tukiweza kuchangia hiyo kitu because yani tunaweza celebrate aje mtu akipata boma. Hiyo tu ndio tunaweza because kuzi kama kitambo vile nilikuwa nasikia mababu zetu ati watu wanaenda wanatafuta msichana wanamtorosha. Sasa siku hizi hakuna kitu kama hiyo. So sasa wa address kupitia yeye. So Grishon na Nancy, nimeshukuru sana kwa sababu mnaanza boma. Ni vizuri sana kwa sababu hiyo ni part ya maisha. Kuanza boma ili generation nyingine ikue. Na vile tunaweza fanya sisi tukiwa marafiki. Sasa tumekuwa marafiki wenu. Tungetaka kuchangia ili boma isimame. Na unajua kila mtu ameblessiwa differently na Mungu. Na sasa kwa sababu maybe nimeblessiwa tofauti na mwingine, bali mtu ataweza kuchipina ili hii boma yenu isimame. Na sasa mimi nimesema honeymoon. Lazima at least waende honeymoon. Mombasa I think ndio mzuri. Waende waoge na maji ya chumvi na waswim hivi. Then after that wafurahi tu siku 5. 5 days wapande ndege. Yes, hivi I don't know ndege inafanyango aje, wapande ndege. Waende. Yes, na after that ili tuone matunda ya honeymoon pia. Yes. Yes, tunataka hata sisi tuone matunda ya honeymoon kwani hata I'm sure hata mtamazaji anataka after that tukikaa baada ya miezi kadhaa mwaka hivyo siwapati pressure. Wanasema tu hiyo ni joke. Walituambia wanataka watatu.
Surprisingly huyu alifanya interview yake kando akasema anataka watoto watatu, huyu pia kando akasema watatu. Nataka kuambia kitu. Watoto kwetu kwa kimila hawakaunti. Hawakaunti. So wakuje kabla mtu arudisha majembe kwa store, watoto wakuje. Wasiseme ati mtu asemange ati huyo mtoto ndio wa mwisho. Hapana. Unasema saa hii the last born. The acting last born. But useme ati the last born. Wezi jua. Wow. So waende na ndege. Yes. Ni 5 days. Yes. Waende Mombasa, waende wafurahi. Wakirudi watatuambia testimony, na hata Mombasa naweza wapatia photographer. Wow. Apige picha ili wakuange na memories za honeymoon. Hiyo yote courtesy of Bonfire Accommodation. Yes, accommodation iko. Meals. Then transfers. Ndege sasa hapa ndipo watajibeba tu mpaka JKA ama tuwabukie whatever, hata kama ni Uber. Kutoka hapo wachukuliwe na gari zangu Mombasa, wapelekwe kwa hoteli, wakae siku 5, wakule, wakunywe, waoge na maji ya chumvi. Then kutoka hapo si ndio tumesema hivi vile tunatarajia. Na nikuulize wataenda peke yao? Si ningekuwa hapo ndio unajua lazima unajua watu wa Mombasa hawajaona kapu kama hawa. Ndio nawaambia na waandikia mahali. Hii ni honeymoon. Wewe utaigilia wapi? Utaigilia I'm sure si wanaweza enda peke yao. Yes. Kama wewe unataka kuigilia honeymoon, utakuwa pande gani? Utajitetea ukiwa pande gani Farodi? Sasa wali comfortable alone. Yes. Kama huyu alijitoa hapa akaenda mpaka na kina yeye na hawapigiani simu, that is possible. Honeymoon wewe ndio unataka uko. Unajua watu wengi wameniuliza wataenda peke yao. Na wakipotea? Hapana, hazipotea. Wewe wacha tu. Wacha waende. Basi ndawafikisha airport. Unajua tunasemanga hiyo status yao si disability. Unasemanga hivyo ili kuacha watu waache kuona kama ni kitu ati ni kitu. Yes, they are just different from us. Si ni kweli? Ni vile unakutanga mtu mwingine sikio yake hasikii vizuri. Mtu mwingine maybe jicho yake haioni vizuri moja. It's the same thing. Hata kuna mtu aliniambia tukisema ni disability basi hata wanaona tukiongea sana ni kama tuko na disability. Yes, maybe wanaona sisi tuko wazimu because tunaongea. Sio ni nini mnafanya mdomo hivi, you know? Kitu kama hiyo. So wacha tu waende. Our team itawatekia care in Mombasa. Yes, I have a team in Mombasa. Niko na magari zangu Mombasa, watachukuliwa VIP wapelekwe kwa hoteli, na hoteli zitaweza ku manage. Hiyo experience na exposure is very important for them. Si wanaanza maisha ili wajue hata hiyo maisha itakuwa hivyo. Yes. Si ndio apeleka JKA. Na wewe unataka kwenda? Tunaweza panga. Wewe usijali, tutapanga. Hata JK na mimi naweza wapeleka. Unajua tunaweza enda na JK useme ama tufurahi sisi wote. Anyway, that's so nice. Yes. Wow. So I hope wameelewa. Umeelewa? No, hayasema yes, even kusema yes. Okay. We're excited. I hope we insist hapo. Lakini waambie si pressure na wawekea. Matudahani but si pressure na wekea. Hiyo ni on a lighter note. Hawana choice. Unaona cheka. Iko kwa menu ya honeymoon. Iko kwa menu ya honeymoon. Ilikuwa tu joke. So thank you so much. No, I truly appreciate. Yes. Na tuko hata anyone else. You know what? How to explain? Unajua labda we in business we don't assume that everyone knows us. Yes. So ningetaka pia watu wajue Bonfire hawa ni akina nani. Kwa nini wamesponsor? Is Kabu the first time to sponsor? Ama ni amekuwa akisponsor watu? Who is Kabu? You see tunasemanga Bonfire Adventures, we celebrate heroes and heroines. And you know kuna kitu mimi usema na mimi usema hivyo mara mingi. In a good way. Ni vizuri kutafuta mali. Yes. But what matters a lot is the legacy that you leave behind. Sure. And how many tears of joy that you put in people's face. How many hearts that you make them to beat because of good things that you do. Yes. You know, singine tunashindagwa. You see,
Bonfire, we work by hand of God. Yeah. This ni Mungu tu. Why do I say that? We have been number one, the biggest promoter of domestic tourism in Kenya, the African leading tour and travel agent for 10 years in a row. What does that mean? Now, those 10 years, maybe over 200,000 companies have been opened to come in Kenya, and this is number one. Kuna kitu, apart from what we do and our effort, kuna God. And why do we get blessed like that? It's because of the tears of joy that we put into other people's faces. And tunaangalia mtu akona a certain need sa ingine, mtu akona like the heroes and heroines. Yes. Tunasema kwani sahani ngapi naweza kula mimi sasa hivi? Si ni moja tu. Kwani Hani how many ni nyumba ngapi naweza kaa? Si ni moja tu. Ninaendesha gari si ni moja tu. Yes. What does that mean? Mali ni mzuri, but bless other people so that even you get blessed. And that's how we did. Me and Sarah tunasemanga, why not? And that's why tunasemanga yule mtu akona need na nini, we support a lot of people, and we thank God for that. Yes. I don't know to talk about that, but we do that a lot, including many people. So your wife supports that Very much. unajua unaweza kuwa mtu wa kupeana, anaangalia kai mali yetu si chaisha. Hapana. But ile kidogo iko tunasemanga it's enough, and that's why we get blessed. Bonfire Adventures, we are tour and travel company based in Kenya with with partners across the world. Okay. From Alaska to Cape Town, si upeleka watu. Yes, anywhere in this world. If you want to go to Kathmandu in Nepal, if you want to go to Malaysia, Singapore, if you want to go to Dubai, we take people. And what we do, we negotiate very good rates because of our numbers. We have very big numbers outbound, and even huku Kenya. Ukienda Mombasa uangalie hoteli za Mombasa, za Masai Mara, za Samburu, za wherever. Bonfire is the number one supplier wa this hotel. So we are able to negotiate a very good rate and a good. Watu wanatulizanga, kwani nyinyi humake nini? Kama mnatuzia Mombasa siku 3 na SGR shilingi 12,000, kukula, accommodation, SGR, transfer, kwani mnapatanga nini? But what happens is that because of the numbers, Yes. we are able to because of the, you know, that numbers, unakuta hata mandege, unakuta tunapeleka watu Dubai kutoka Kenya na shilingi 55,000, including flights, accommodation, transfers, Dubai city tour, desert safari, dinner cruise, all that, 55,000. Yes. Including huku Mombasa, Masai Mara, siku 3 kupeleka watu, na from 12,000 shillings. Unaenda siku 3 unachukuliwa na gari, unaenda mpaka, all that we are able to do, ili we are humbled that we changed the travel and tourism industry in Kenya. And hiyo itakuwa kwa vitabu zote. Siku hizi na social ati Bonfire model inasomwa mpaka in colleges za tourism. Wow. Imagine how humbled can you be when unasikia ati model ulileta inasomwa mpaka kwa vitabu. You know, that is very good. And that's why I say it is God's work. And I thank all Kenyans. I personally thank all of you for the support you have given us. Today hata mtoto ukimuuliza unajua kampuni gani ya tours and travel, definitely atasema Bonfire. Yes. Even the research have So when been you done. want to talk about traveling, you Yes. talk about Bonfire. And we are humbled by that. Yes, there's a lot of things that we do. We are special from any other person because most of the time what we do, before clients wetu waende pahali, and that's when we travel a lot. Mimi na Sarah, maybe either na watoto, we travel your place ili to sample on behalf of a client. Nikiwaambia na kupeleka place in Malaysia, Singapore, in a certain hotel called Movenpick. Hiyo hoteli nishaenda. If I tell you I'm taking you to Dubai, kama juzi tumekuwa Dubai, we are sampling the new excursions na new attractions zile zimejengwa wakati wa COVID, after COVID. Okay. Yes, kama Dubai Frame, the Museum of the Future, hizo zote tunaenda to sample ili tupeleke wageni wetu wale washakuwa Dubai mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, tuambie you can do A, B and C. That's why Bonfire is different from any other person. Okay. Yes. Maybe tukimalizia, najua every holiday lazima mkuwe na packages. I know kuna Easter. Yes. Do you have a sweet package for Easter? Kwa sababu najua hapa kuna couples, kuna nini, kuna families wangetaka kujua. Yes, we have many packages. We have charters. We don't charters because you see, saa ingine unakutanga over those festive season kuna watu wengi kuliko kiasi. So what unakuta ndege hakuna. Kama sasa sisi tuko na ndege zetu. Client ni wa Bonfire peke yake atakuwa kwa hizo
Wow. charters. Some are going to Dubai, others zinaenda Mombasa, ingine Malindi, ingine Watamu. Kama sasa Malindi kupata ndege mtu anasumbuka. Yes, hata hakuna. So unakuta wewe hapo to negotiate good rates na that's why our packages at the Easter zinakuwa even cheaper than any other time and any other person. So Easter, the school holiday, unajua watoto wamefunga for 2 months. Yes. We have great offers. Yes, kitu tunaitanga bless toto. Bless mtoto wako. What else can you do except kumpeleka holiday kuena memories? Yes. Oh, that's good. So if someone wants to book at offices ziko wapi, number? Tuko na ofisi mingi. We have over 9 offices across Kenya. But I can give you our pilot line. Okay. It's very easy to remember. It's 0711 222 444. 0711 222 444. You just need to send a WhatsApp. All right. 0711 222 444. That is the number. Okay. Yes. That's so nice. Na thank you so much, Mr. Simon. Sijui kama kuna neno la mwisho labda ungetaka kuongezea. Personally, I'm so humbled. Me too. Because you honored my request. Anytime. And we to mention too. So we are so surprised that you had to respond. Now uka offer. Yes. I'm so excited about him. And Grishon and Nancy, tutaweza kusaidia nyinyi ama kusaidiana na nyinyi. You know, to assist the way we can, even after harusi. Si unajua kuna after boma hiyo harusi ni siku moja, but kuna life after harusi. Si ni ukweli? Tutakuwa hapo tukiweza kusaidia the way we can. Maybe hata sijui kama umeuliza fans wako kama kuna watu wanaweza watafutia job. By the way, funny enough niliwaambia hawana kazi. So in case this anyone angetaka kuwaofa na kazi, because unaona we may not be able to build something for them. Yes. Lakini nili request kama kunaweza patikana mtu anaweza walipia house rent for like a whole year. Ndio wajipange. By that year, by the time tunafanya wedding, pia kama kuna mtu anaweza wapatia kazi individually. I don't know what kind of job wanaweza pewa. Yes. Maybe if you have an idea. You don't have an idea, but wanaweza ulizwa waseme I'm sure kuna kitu wanaweza fanya. I am sure tu kuna kitu. Or even their business. Yes. Because they can open a business. Yes. Nafikiri we shall. Why can't we, all of us, including what your fans and my fans, why can't we, you know, imagine how watu wameamua. You see, it means that mtu anaamua ku settle down a boma. It is just holding the horse. And hold the horse hivi. Useme I'm making that the decision. Kwa nini? To see wa promote mpaka wajisimamie hivyo. Yeah, we stable. We can do that and we will do it. Yes. So si mtufikie. Yes. Ukiweza kufikia Simon ama kunifikia, please advise us on how to get their jobs. Ama pia tujue kama ni kazi nzuri ama ile njia tutatumia ili waweze kujisustain after wedding. Amesema that she's good at beauty. Oh, she's good at beauty. Yeah, beauty, makeup. Oh, that's dressing, fashion. Then Grisha anasema amesomea hiyo kosi ya stima. Kenya Power huwa hawaajiri watu special. Si nimeona wakiwa wameka Facebook. Watu wa Kenya Power. Ebu semeni kama you can give Grishon something. Kenya Power, we can talk to their bosses one kama they can give Grishon. Yes. Tuongea na watu Kenya Power. Ashris nitaongea na Madam Mungai. Nione kama she can do so, or any other person akona opportunity. Yes. I can talk, wanaweza nipatia. Okay, I am sure kuna document wako nayo sivyo. Yes. I don't know whether it's a CV. Yes, whatever it is wanaweza nipatia. Tujaribu tuone what we can do. And any fan or afarodhi who is able to at least to offer even assistance atuambie what can we be able to do to make sure that wamejisimamia. Let's do it. All right. Let's do it to semange. You see, like now, sorry, just to bring you back and with permission, you got the permission here. The 100 shilling couple. After tunifanyia hiyo, nilimpatia kazi kwangu. Wow. Yeye ni dereva na kuanga Bonfire Adventures. Oh, nice. Yes, Wilson. Ako huko, yes. Ako huko, he's a courier driver. So ni vizuri tu. I feel good na ninamwona alifanya harusi. Hata kuna watu labda hapo wako na makampuni yao. Yes. Wanasema si wakuja ufanye kazi electric hapa. Yes. Let's know na tuone so that we're able to make sure that wanajisimamia and for the better of their life. You'll be feeling good na Mungu will be able to bless you. Wow.
Thank you sana Kabu kwa sababu ungemnyima ruhusa. I know, I'm sure you shared. Yes. Na akakwambia ni sawa. Yes. So thank you so much kwa kumruhusu akuja. Eastland si karibu. Kuna jam, kuna kelele. Tunajua hewa ya hapa side na huku ni tofauti. Kuna joto. So nimezoea per day. Nilikuwa nauza maziwa per day. But you see ni kitambo. Yes. I'm sure hata hapa tuko hakukuwa kumejengwa. Hakukuwa kumejengwa. Hata umeshtuka kuona kuna by the way nimeshtuka sana. But unauza maziwa? Nilikuwa taniboy wa gari za maziwa. Unaona hii maziwa asubuhi. Ukipata maziwa asubuhi kwa duka, kuna watu wanakuwa wamelala wakiileta. So mimi nilikuwa taniboy wa hiyo kazi na nilikuwa na degree. Nilikuwa nafanya hiyo. Si unaona hapo? Nijua kuinua niliza maziwa hizi. With a degree? Yes. My God. Mimi nimehaso si nilikuwa makanga, but nataka unielevate siku nyingine. Story yangu nikuje niipeane. Yes. Okay. All right. Thank you so much. So hope kama sina, do you have anything else maybe ya mwisho kabisa kumalizia? Thank you so much. Kabla niko release. No, niko sawa? Na yes. Excuse kidogo, nataka kusema kitu. He's saying that he's very honored meeting you because you are a great person. Kuonekana kwako ni so rare and he's so happy kwa meet na yeye. Thanks for the support and God bless your work and bless your company. Wow, thank you so much. I truly appreciate. Na in fact kukutana hata ukiona tukicheza nikisema hivyo nasema ni vile tu na feel, una feel hata ni vizuri tunafurahi tukiwa pamoja. Ama si ni ukweli? Yeah, sure. Life lazima ikuwe serious. Yes. Wow. Yeah. So tutaongea na tuone vile tunaweza kusaidiana sisi wote. Yes. Wacha nipate CV zenu nione what I can be able to do. Alright. Yes. Adogai adone yoido. Dio giuga te gona githugu. People are things. So Mr. Kabu, nimefurahia sana. Okay. Nidathika muno because najua tujui nini wanaongea, so sawa tunakaa tukisikiza ndio ripoti ikitoka ile side tunaigoja. Kuna kitu kingine anauliza the CV, anataka CV lini? Anytime they are ready. Unaweza mpatia? Yes. Kadi yangu nilikuwa nataka kuwapatia kadi. Oh yeah. Nimebeba kweli kadi. Okay. Nitaangalia kwa gari. Okay. Kadi yangu sina hapa. Alafu notify them one of these fine days tutaenda kwa ofisi. Yes. Ndio pia waone bonfire. Oh, that's good. Sasa si watakuwa kitu moja. Yes. Waambie hivyo. So nitakuwa ninapatia moja wana share. Yes. Wazoe mapema. Kitu moja. You are one. Yes. Yeah. Muulize kama kuna kitu anataka kuongezea kabla tu. Kuna share kidogo. Kweli hayuko acha ongee. Fine. Oh, okay. Sema tu thank you so much. Shai mtu asemangi kuchora mapu ya Afrika na kidole ati ndio kwa shai. Yeye ndio kuchora mapu ya Afrika na kidole. I'm just joking. So anyway, so thank you so much Mwana Simon Kabu. Yes. Wacha nikurelease lakini nimeshukuru sana. God bless your company. We hope itakuwa number 1 for the next 30 years to come. Yes, we are hoping God, we are praying to God and working towards that. Yes. Na sio tu kuwa namba 1 peke yake, hata customer wakuwe wengi. Because you see you can be number 1 with less customers. Nataka wae wengi zaidi. Yes, tuko number 1 for customers wengi. Na pia unaweza tupeleka Australia, yani Mungu afungue milango. Yes. Because milango ni unahitaji kufunguliwa. At least tukue the whole world. You can take me to Egypt, you can take me to we take Zimbabwe. People across the world. From Alaska to Cape Town. Even Egypt, Israel, saizi tuko na packaging, packages za Dubai. Thailand wamefungua.